وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى في رحمة بيزك أمة محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba zake na wale waliofuata na kila atakayefuata mwendo wake katika siku ya malipo. Leo siku ya mzaji nilichosimama na maneno mafupi ya ibara moja nasema, innama al-mar'u hadithun ba'dahu fa khayru hadithin liman wa'a. Na hii tunapenda kuzungumzia leo kwenye nasaha zangu mimi, pamoja na kutaja utaratibu utakaofuatia baada ya hii hafla kumalizika, na kwenu ni mustakabali wenu kwa wapi, utaratibu utakaofuatia kutoka hapa mpaka wapi, na nini kitaendelea baada ya hapo. Kitu kikubwa kilichosimamisha nini, ila kama si hayo ni kwa simu nikisimama au kuzungumza mashairi zangu kwa imetosha kabisa. Innama al-mar'u hadithun ba'dahu, kusema asaba wa ajala. Nasema kweli kabisa kusema kwamba mwanadamu baada ya kuondoka kwake, wengine baada ya wafasiri wakasema baadaye manake kishafariki, kishaondoka katika dunia, jana yaacha inabaki historia, ima alifanya mazuri na ima alifanya mabaya. Lakini pia wengine wakasema hapana, hata katika sehemu ambayo mtu yupo kwa muda fulani, kinachobakia baada ya kuondoka kwake ni zile athari anazoziacha, ima anaacha athari nzuri na ima anaacha athari mbaya. Na nyingi hapa yote mzikamu wa miezi mitatu, alhamdulillah rabbil alamin, ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kitu gani kinabaki? Mnaacha nini nyuma? Mnaacha zile athari, ile historia, fulani alikuwa hapa kutoka Tanzania, fulani alikuwa hapa kutoka Pemba, fulani alikuwa hapa. Uwe mwalimu, uwe mwanafunzi, uwe mhubiri, uwe kiongozi, na ujue kwamba hautakaa sehemu moja muda wote. Haiwezekani binadamu, sunna ya haya Allah kaa sehemu utatoka baadaye tena katika sehemu. Kwa hiyo hii ni sunna miongoni mwa sunna za maisha, kwa mwanadamu shabaki, kinachobaki anachokiacha ni athari. Na hizi ndio nasaha zangu popote tunapokwenda, kila sehemu tunayokwenda lazima tujitahidi tuache athari zilizokuwa nzuri. Watu wakoseme kwa mazuri, watu wazungumze mema yetu, faida yetu, nuru yetu. Tusiondoke katika sehemu wanadamu wasema tumepumzika, ondoka ile bana fulani, ile athari inayoziacha. Na huko kote tunapokwenda kitakachobakia ni athari inayoziacha, ima mtaacha athari nzuri, ima mtaacha athari. Piganisha ndugu yangu pale pale ni kutafuta elimu, uache athari iliyokuwa nzuri. Alhamdulillah, yote hapa umeacha athari nzuri. Umeweka hapa, umeweka paa, simenti kwa bado haijakauka, mtu ukaweka hapa, ile paa pale inabaki miaka na miaka. Watakaokuja baada yenu, hivi nyinyi mtatajika katika orodha ya watu wa kwanza kabisa inayotoka katika markazi Istiqama Burundi, Umoja. Majina yenu ndio yanatoka katika orodha ya kwanza kharijin katika daura ya Mwanza Shari. Kitu kikubwa, athari kubwa hii inaweka hapa. Na haya majina hamna atakayekuja atakayoyafuta, hata kama tutayafuta kwa kalamu, lakini utabaki kama ulisoma ulipita hapa wewe, na hakuna atakayekuja kunyang'anya sema kwamba wewe haujapita. Yupi? Historia ipo, mashahidi wapo, kwenye kuandika wameandika hivi vitu hivi. Kwa hiyo piga niki mjahidi kati mtakaweza kuacha athari nzuri hapa kulipo mnapoondoka kuanzia leo na huku tutakwenda billahi tabaraka wa taala. Sasa utaratibu utakaofuatia kama hapa ni grupu tatu leo zimetaharaja. Kuna grupu ya kwanza ambayo ni grupu ya Madrasa Sharia sana 2025 miladi. Hao wamekuwa hapa kwa muda wa miezi mitatu. Hao utaratibu wao utakaofuatia ni kwamba wote watakuwa ni warashidini kwa ajili ya kwenda kusoma. Ndio limesumbua kwa wageni wa nchi yetu ya Burundi, kwa sababu mimi nimekuja kupata tu kwa muda mfupi. Kwa hiyo basi haikukasa kwa kweli, lakini katika sheria na taratibu za nchi kwamba hamwezi kupata visa kutoka Burundi isipokuwa mmoja mkimbizi. Sasa hapa kilichobakia ni kwamba watakaoweza kuchukua visa kutoka hapa ni wale mkimbizi na kwa Warundi au wale wenye visa za kuishi katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo nyinyi wengine wote itabidi visa utaratibu wa visa wote upatie Burundi kwanza Tanzania, kwa wale wa Tanzania wanaotoka
Nigeria warudi Nigeria, na wengine katika nchi tofauti katika nchi zenu, na moja kwa moja mtaanza utaratibu wa kuomba visa zenu ili kwenda kusoma katika Tanzania. Masomo yanaanza mwezi wa kwanza kulingana na taratibu tulizopokea. Kwa hiyo mtakapofika tu msije mkaenda kufurahi kwa ndani mkisahau kwa nini wenyewe ndio mkamati masuala yenu ya kufuatilia, usubiri mtu aje awafanyie, ili wenyewe kufuatilie, muulize, mwingie katika mazungumzo, mchukue contact, mchukue tafasiri zote zinazohitajika kujua kitu gani kitakachofuatia baada ya kusomea bila sababu. Ama kwa Warundi haitatizo sana, wanafunzi wa Burundi hivi mtaanza process yenu inshallah, tutaanza Desemba mwezi ujao, mtakuja Bujumbura kwa ajili ya kwanza utaratibu mzima wa kutafuta visa zenu bila sababu. Ama grupu la pili watakalo takharaj leo ni grupu la maimamu. Grupu la maimamu na watu 7, na hao maimamu pia watarudi katika sehemu zao, katika miji yao, katika vijiji vyao. Kitu kikubwa kama tunasema tutawekwa hapa, kwenda kule kutoa mwongozo, kuonesha mapenzi na mahaba, kuonesha faida ya elimu unayopata, si kwenda kutafuta mizozo wala kufikiana. Kwa hiyo mkumbuke kwamba mnakwenda mpeleke athari nzuri kule zile mlizozichukua hapa billahi tabaraka wa taala, lakini pia msikate mahusiano na pekee msitapata hapa markazi mwa kila mara mkumbuke basi mmetoka mnarudi mara kwa mara, msikate alaka. Na hii inakwenda kwa wote wale watakaokwenda Tanzania, na mimi pia msikate alaka na markazi, mwe mnakumbuka kwamba markazi ipo inshallah, na hii ni sehemu tupo sisi. Kwa inshallah tuweke mahusiano yaendelee kuwa mazuri. Baada ya muda dawa nyingine zitafunguliwa nyingi, kila mmoja nafasi inshallah, na watu wako takriban adhima karim, tunawakaribisha kwa mikono miwili wakati wote, tuko tayari kuwapokea inshallah. Na grupu la tatu na mwisho na awala ni grupu la Qur'an, wale ambao wanahifadhi Qur'an na wao pia wako 7 na wao leo pia watapokea shahada, lakini bado wao watabidi warudi tena kwa sababu hawajamaliza. Kwa hiyo watapokea shahada ya musharaka kwa miezi kadhaa, na baada ya hapo watarudia tena, kwa sababu daurati hizi zitaendelea, na mwezi wa kwanza itafunguliwa daura nyingine ya imma kwa muda wa miezi 3, na dauratul Qur'an hapa itakuwa si daura bali itakuwa ni qismu al-Qur'an hasa kwa Qur'an, itakuwa ni qismu ya miaka miwili. Mwanafunzi kuna mwaka mmoja anasoma tilawa, kisha mwaka wa pili anafanya hifdhi ya miaka miwili, wanafunzi wanakuwa washamaliza. Kwa hiyo hicho pia kitengo qismu al-Qur'an kitafunguliwa mwakani inshallah billahi tabaraka wa taala. Tasjili itakuwa inapatikana kwa kila mwenye kutaka kujisajili, na kujisajili inshallah kwa open kwa wote waliokuwa nje na waliokuwa wako hapa inshallah. Kwa hizo ni taratibat ambazo zinaendelea baada ya nini kuondoka kwa markazi. Nimependa kutoa hiyo taratibu ili mjue mfika wapi na mnakwenda wapi na kinachowalazimu ni kufanya baada ya hapo. Inshallah tuzingatie hayo tuliyozungumza, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik na sadad katika safari ndefu. Safari ilikuwa haina mwisho mpaka tunaingia kaburini, safari ya kutafuta elimu, safari ya kutafuta elimu billahi wa inshallah ya mwisho hapa. Lakini pia kwa takdir na ihtiram nimekuja ombi kwangu hasa na vibaya kurudisha nyuma Sheikh Amin Msoud kutoka naye wetu hapa, naomba kalima inshallah na yeye inshallah nitachukua nafasi hii nitakuza katika kwa sababu kuna ile nafasi azungumze mawili matatu katika ada ya kila siku billahi tabaraka wa taala na sahadati ili tupate kushukuru na kushukuru. Kabla sija hizo chochote, naomba msala kuzungumza mara ya kiongozi si adabu, lakini hisani yako kubwa mfanyia. Kwa hiyo hisani katika nafasi ya mawasiliano. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام دائمين متلازمين على الحبيب البشير النذير محمد الأثير وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سعادة رئيس جمعية الاستقامة بالبرودي، وسعادة رئيس قسم التعليم والثقافة بجمعية الاستقامة بالبرودي،
وأمين العام لجمعية الاستقامة البروني، وسادة الأساتذة وزملاء الطلبة والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا ليس مقامي ولست لأهل هذه المنصة، منصتهم والكلمة كلمتهم ومقامهم. وددت فقط أن أشارك في هذه المناسبة المباركة الاختتامية لبرنامج الانغماس في الشريعة الإسلامية لعام 2025. وددت فقط أن أشارك بكلمة، وسامحوني هذه الكلمة التحفيزية أوجهها إلى الطلبة الذين قضوا 3 أشهر معنا في هذا المركز التعليمي في رومونجي. فكلمتي إليهم قصيرة وموجزة، وقصتهم هذه قصة علمية قد سجلت في تاريخهم وقد سجلت في حياتهم. هذه القصة قصة تذكرنا قصة فتية الكهف عندما هاجروا وتركوا بلادهم وفروا إلى الكهف. فقصتهم كقصتكم، لأنهم كانوا شبابا أمثالهم، تركوا بلادهم وفروا من ملك ظالم والتجوا واتخذوا الكهف مأواهم. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. وأنتم كذلك أتيتم إلى هنا وتركتم بلادكم وأولادكم وأهلكم وبيوتكم. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا من سنة التحويل. الذي يريد أن ينجح في أي مجال لابد يتحرك، وكل من تحرك وصل ونجا وفاز. وأنتم اتخذتم سببا لماذا؟ لتحصيل العلم. فنسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم. ففتية الكهف الله سبحانه وتعالى سجلهم في القرآن الكريم وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وازدناهم هدى. لكن بعد أن تحركوا والتجوا إلى الله سبحانه وتعالى فزادهم الله هدى وربط على قلوبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وازدناهم هدى. وأمامكم مستقبل المشركون، أمامكم مستقبل المشركون ينتظركم طبعا. يعني كل من حضر في هذا البرنامج وكل من قضى 3 أشهر متتالية أمامه مستقبل مشرق ينتظره. وهذا المستقبل لسان حاله يقول: العلم ليس مجرد كتاب وامتحان، فالعلم قوة تحملها معك طول الحياة، هو الذي يمكنك أن تكون فردا فعالا في المجتمع، أن تتخذ وتختار قراراتك بثقة دون أن يملي عليك أحد مصيرك، أن تتحدث والناس يستمعون إليك، فلا تقل قد كبرت أو هناك بعض التحديات تحددني أو قد فات الأوان. فالعلم يا إخوة، فالعلم يا طلبة لا يعترف بأي تحديات أمامه. فالعلم لا يعرف عمرا، وطالب العلم لا يشيخ مهما بلغت من السن. مهما بلغت من السن طالب العلم لا يشيخ. وكل ما تدرسه وكل ما أخذته من العلم ماذا ما نتيجته؟ ما غايته؟ لماذا تتعلم؟ لماذا أخذت من العلم شيئا؟ هناك غاية. هل تعرفون ما هي الغاية؟ هل تعرفون ما هي الغاية؟ لماذا تتعلم؟ لماذا تحصل على العلم؟ لماذا كذا تتعب؟ لماذا تركت بلادك؟ يعني كم المسافات بين بروق وزنجبار؟ كم المسافة موجودة جويا وبرا وبحرا؟ هناك من أتى برا وبحرا وهناك من أتى جوا. لماذا كل هذا التعب؟ هناك غاية. الغاية هي ماذا؟ لتكون نقطة نور تضيء لغيرك. لتكون نقطة نور تضيء لغيرك، يعني تضيء لمجتمعك،
يعني تحول المجتمع، يعني التحويل لابد أن تتحول. إذن هذه هي الغاية، لتكون نورا تضيء لمجتمعك، للعالم، لعائلتك ولنفسك ولحياتك. هذا هو. وأخيرا أوصيك أن تكمل دراستك. أكمل دراستك، فلا تحديات يحددك في أمام التعلم، لأن العلم لا يعترف أي تحديات. جاهد واصل وأكمل الدراسات لتكتب فصلا جديدا في قصتك، في قصة حياتك، ولتثبت للعالم ولتثبت للعالم وللمجتمع ولأهلك أن التحديات ليست حاجزة تماما بينك وبين العلم. وفي يوم تخرجك بإذن الله سبحانه وتعالى لن تفرح أنت فقط، بل سيفرح بك أهلك ومجتمعك، وسيقول الجميع هذا هو الإنسان الذي كنا ننتظره الذي لم يستسلم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.